Huyo anaitwa Chifiriam, anaishi na familia yake, mke wake Agnes pamoja na mwanae Tokumbo. Angela alikuwa ni secretary wa mzee, baadaye akaja kumwoa kimila, wakazaa mtoto mmoja wa kiume ambaye anaitwa Obina. Kwa hiyo Obina leo anatambulishwa mbele ya familia nyingine ya mzee. Kwenye utambulisho Agnes hakutaka kabisa kusikia chochote kuhusu hili, anaamini mume wake alimsaliti yani. Kwa hiyo Tokumbo na mama yake wakawakataa Obina pamoja na mama yake. Mzee anataka waongee wamalize tofauti zao, lakini kila upande hutaki kabisa. Watoto wa kuambia hapo awali kama mzee ana familia mbili, kwa hiyo yanayoendelea hapa ni mageni kwao. Obina alipojua tu alifichwa hii siri, hakutaka kabisa kuendelea kubaki hapa, akawa amesepa. Agnes akamsifia sana Chifiriam amefanikiwa kuharibu ndoa yao. Obina na mama yake walikuwa waishi hapa Lagos, lakini Chifiriam aliwaomba wahamia hapa Lagos ili wawe karibu na familia zake zote mbili. Tokumbo ni mtoto wa bata sana, anatumia anavyojisikia pesa baba yake yani. Masela zake wanapenda kumuita Timane huku, yani ni pombe kwenda mbele, wanawake ni hatari sana mtu wangu. Wakati anatupia vitu hapa, mara Bili ikaja. Mchizi kama kawaida akatoa kadi yake ya benki ili alipie na nini, lakini kile kifanywa malipo kadi na goma. Hakuna pesa kwenye akaunti yake kabisa, hawezi kutoa pesa tena wala chochote yani. Alipoulizia kuhusiana na kile kitu, akaambiwa mzee wake amemfungia kadi yake, kwa hiyo hawezi kutoa pesa wala kufanya chochote na ile akaunti. Sasa atalipa vipi pombe za watu? Na wameshafanya matumizi makubwa hapa. Ikabidi aombe masera zake wamsaidie kulipa, halafu atawarudishia hiyo pesa kesho. Basi kuna mtu alikuwa anakubali hapa, pesa yangu haitoshi, sijatembea na hela kabisa leo. Hata mimi kaka, sijatoka na kadi yangu kabisa. Masela akamkataa mchizi wao, kisha akasepa na pisi zao. Kila mtu apambane na hali yake hapa. Tokumbo hakuna pesa kulipia hapa na hana namna tena. Wakaitwa walinzi, wakamchukua mchizi kisha akampeleka ndani. Karibu kwenye bunge mwenye atambala mtu wangu, linaitwa Step Aside. Mimi ni Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa asubuhi kulipokucha, Tokumbo akaja na hasira kinoma kwa mzee wake. Alikuwa anafoka tu hapa. Acha makelele, hii sio klabu. Nikiamua nitalishusha paa kabisa hili. Kwa hiyo umeifungia akaunti yangu naomba ukae tuongee mwanangu. Usiniambie nikae chini baada ya aibu nisababishia huko. Wamenifungia kama mwizi mimi. Wamechukua simu, funguo ya gari na unyama wangu wote yani. Ndio nini sasa hicho? Mzee akasema, siwezi kuruhusu utumie pesa yangu kulewa na wanawake ambao hawana adabu kabisa. Hebu jiangalie. Ndio wataka uwe na maisha hivyo? Tokumbo akasema ni maisha yake, anachagua ishi vipi. Tokumbo anamfokea mzee wake hapa kama mtoto yani. Agnes akaja anataka kujua kinaendelea nini hapa. Mzee akasema, muulize mwanao. Mama akamuuliza Tokumbo, kwa nini jana hukulala nyumbani wala hukupiga simu kabisa? Tokumbo akasema, muulize mume wako hapo. Na wewe mume wake, hakikisha pesa yangu naituma kwenye akaunti yangu. Usipofanya hivyo nitaileta kuzimu hapa ndani. He, wazee wakachoka kabisa na tabia za mwanae. Sasa Obina ana rafiki yake hakika anaitwa Zikora. Ni mabefefu wa muda mrefu sana hawa. Obina akamwelezea Zikora alichokutana nacho. Zikora akasema, hizo ni habari njema kuonana na baba yako, lakini nifanye niwe mtu wako wa karibu zaidi kwako. Zikora akasema anataka kuwa zaidi ya rafiki kwa Obina, lakini Obina akili yake ipo kwenye urafiki tu. Licha ya kuwa Zikora alikuwa anataka wawe wapenzi. Hili likamkata kabisa Zikora isee. Cha kushangaza ni kuwa Zikora amehamia chuo hapa mjini ili awe karibu na Obina, lakini mwana ndo hivyo tena amekataa. He, hatari. Huku nyumbani wakati anakula, mzee akaomba wapate picha pamoja kama familia. Mama akaunga mkono hoja ya mzee hapa. Mzee akasema atamjulisha Angela pamoja na mwanae wajumuike siku hiyo. Tokumbo akalikataa hili wazo. Anaona kama mzee wake analazimisha sana hawa watu wawe karibu yao. Usituone tumenyamaza ukahisi tuko kimya, halafu kaanza kutongelea hawa watu wako tena. Unazidi kutuchimba chimba tu, si ndio? Junior, jina langu ni Tokumbo. Ulipoteza sifa za kuniita Junior ulipomsaliti mama yangu. Mama akasema usimfokee baba yako hivyo, lakini yuko sawa, kuna mambo huwezi kuyalazimisha. Mzee anapambana sana familia zake zote mbili ziwe kitu kimoja. Mzee akasema mtake mstake lazima muwakubali wale, lakini Tokumbo na mama yake hawakutaka kabisa. Mara mzee akapata mshtuko wa moyo hapa. Chifu amezima baada ya mshtuko mkali sana. He, baada ya muda mama kamletea taarifa za kifo cha baba yake Obina na wanatakiwa kwenda kutoa heshima zao za mwisho pale nyumbani. Obina alichoka kabisa isee. Mzee wake amefariki, hajamsamehe wala hajafanikiwa kuziunganisha hizi familia mbili. Sasa Zikora wakati anatoka supermarket akagongana na huyu mchizi hapa. Mwamba alikuwa ni mkali kinoma. Mchizi akataka kumbonda bibia hapa na nini, maana anahisi bibia ndo kafanya makusudi, wakati bibia naye anahisi mchizi ndo amefanya makusudi hapa. Wakati wanabishana, mara Tokumbo akatokea akamtaka mchizi muombe msamaha Zikora hapa, lakini mwana kutaka kabisa huo puuzi, maana hawezi kumuomba msamaha mwanamke. Tokumbo akasema anaweza kuita maskari asipofanya hivyo. Mchizi kabidi atii sheria hapa bila shuruti tu, maana hakuna namna tena. Zikora akamshukuru sana mchizi na nini, kisha Tokumbo akampakiza kwenye gari
familia yake kumpa lift hadi nyumbani kwao. Huyu hapa ni rafiki yake Zikora anaitwa Diane. Alikuwa anaangalia kila kitu ambacho kinaendelea pale nje. Yule mwanaume ni mzuri sana. Ni nani? Zikora akasema alimsaidia kwenye vurugu tu, kwa hiyo akamleta hadi nyumbani. Zikora kumpa hata namba mchizi yani. Hata Tokumbo naye hakuomba namba yoyote ile. Hii ni maajabu hii. Ningekuwa mimi, chapu tu hapo. Lakini Zikora akasema kama angeniomba namba basi ningempa. Basi bana, Zikora akawa anampigia sana simu Obina, lakini mchizi haokoti. Kumbuka Zikora anampenda sana Obina. Diana akasema labda na mwanamke mwingine. Zikora akasema hawezi kuwa na mwanamke mwingine, asiniambie. Kwani we ni nani kwake? Mchepuko au rafiki yake? Diana anampa za uso Zikora, lakini Zikora anahisi ni utani tu hapa, maana anampenda sana mchizi. Bibi akampigia kama mistiko 90 hivyo Obina. Kifupi amependa sana ise. Baada ya lile tukio kutokea, Tokumbo amekutana tena na washikaji zake. Masela wanapanga kula bata tu kwa pesa za Tokumbo. Wamesahau kabisa kama walimtelekeza Basku ile. Machizi wanaijua kazi ya uchawa vizuri sana. Wazuri sana ukiwa na pesa hawa. Kama hauna wanakuchochora vibaya mno. Sasa Masela hawajampa hata pole mchizi kwa kufiwa na mzee wake. Wanawaza kutumia pesa zake tu hapa. Leo Tokumbo akawakomoa bana. Akamuita mhudumu kisha akalipia kinywaji chake mwenyewe. Kila mtu leo atalipa kivyake hapa. Kisha mchizi akawa amesepa. Wote wakabaki anatoa mimacho tu. Nani atalipa za kinywaji? Leo ni kila mmoja analipa kivyako na mbiwa. Mchizi alipofika kwenye gari, akaona kibaniwa amekiacha Zikora. Ikabidi ampelekee nyumbani kwake aisee. Zikora akashangaa sana kumuona mchizi kaleta kibanio tu, lakini mwamba akasema alikuja pia kumuona, licha kuwa alileta kile kibanio. Mwisho Zikora akamwomba kama vipi naye arudishe fadhila kidogo kwa kumtoa out leo. Basi bana, Obina akamletea Zikora taarifa za mzee wake kufariki na nini, akawa anajilaumu sana kwa kila ambacho alikifanya. Zikora akawa ni mfariji wake wa karibu tu muda wote. Sasa mwanasheria wa familia akaja kutoa wosia ambao wacha Chief William. Akaanza kusoma matakwa ya mzee kama ifuatavyo. Kwa mke wangu wa kwanza Agnes, nimemwachia nyumba zangu zote mbili kiasi cha shilingi milioni 250 za Nigeria, pamoja na mali zote ambazo ziko chini ya majina yetu wote wawili. Lakini kwa mke wangu wa pili Angela, namwachia milioni 150 za Kinigeria na ardhi ambayo imeandikwa jina lake. Kwa watoto wangu sasa, sijawaachia mali tu, bali majukumu pia. 50% ya kampuni itaenda kwa Obina Williams, mtoto wa Angela, na atakuwa managing director pia. Tokumbo akawa amegoma hili. Naomba niache nimalize kwanza. Kwa mwanangu Tokumbo, namwachia mali zangu zote yeye, lakini anapaswa kufanya kazi chini ya kaka yake Obina kwanza hadi pale ambapo bodi itamwamini. Lakini kwa kipindi chote hicho atakuwa anapokea posho ya mwezi tu, na akifeli mali zote zitatolewa kama msaada kwa watu wenye uhitaji. Mwana akapiga makofi hapa. Umefanya tena Angela. Nimehusika vipi mimi? Umekuwa ukilala naye au sio wewe? Tokumbo anaamini kabisa Angela alimlagai mzee wake akafanya haya mambo, maana sio mawazo ya mzee wake kabisa. Mwanasheria akasema kama anaona hajatendewa haki, anapaswa aende mahakamani kushtaki. Mama akamtuliza mwanae hapa na nini, lakini mchizi atuliziki. Obina akasema hataki kabisa kujihusisha na chochote. Mwanasheria akasema mzee alikuwa anamjua kila mmoja, kwa hiyo alielewa Obina atakataa kujihusisha na mali za mzee. Akaweka masharti yake hapa. Mzee aliandika kuwa kama mmoja wapo atakataa urithi, basi wote hawatapata share zao. Tokumbo akasema mzee wake hawezi kusema hivyo. Tokumbo akasema atakutana mahakamani. Mwanasheria akakubali wakutane mahakamani aisee. Mama akumuelewa kabisa mwanae anamaanisha nini kukataa zile mali. Obina akasema kwa sababu wametukataa ndio ukatai urithi ambao amekupa mzee wako. Obina akasema hataki matatizo kwa sasa. Mama akasema anachokitaka mchizi azingatie zaidi kesho yake. Obina akashindwa kabisa kuelewa. Ndio ulikuwa nataka hicho? Niijenge kesho yangu kwa mali za watu? Mama akasema chifu alikuwa anampenda sana. Kama asingekuwa anampenda basi asingemuoa. Obina akasema ili akubali huu urithi lazima atengeneze amani kati ya familia ya Agnes pamoja na familia yao. Usijisumbue kupoteza muda wako. Hauwezi kukubali wale. Obina akasema lazima atimize matakwa ya mzee ya kuzifanya familia ziungane pamoja ziwe kitu kimoja. Huku Zikora anatuma sana message kwa Tokumbo lakini hazijibiwi. Ni Obina ndo anakusumbua? Zikora akasema ni Tokumbo, hajibu message zake kwa sasa. Diana akamwambia mpigie kama ambavyo alifanya kwa Obina. Anatamani sana rafiki yake awe penzini. Sasa Obina amekuja kutengeneza amani nyumbani kwa kina Tokumbo. Mchizi hataki kusikia hata neno amani kabisa. Anadai Angela alimtongoza Chief Williams akaja kuiharibu familia yao. Lakini kama haitoshi akapata na mimba kabisa akamzaa mchizi. Lengo tu Angela awe mke wa Williams. Obina akaomba sana msamaha kwa niaba ya mama yake. Akasema siwezi kurudi nyuma kubadili kilichotokea, lakini naomba msamaha kwa kila kitu ambacho mama yangu alikifanya. Obina akasema kama hatawasamehe basi hatachukua hisa zake pia. Kwa hiyo umekuja unataka kunizunguka kwenye hisa za mzee wangu? Unajua kabisa ukizikataza kwako na mimi sitachukua za kwangu. Obina anataka amani tu hapa. Unataka amani sio? Sawa, subiri. Mama aliposikia mwanae alienda kuomba msamaha, akaja anamfokea sana Obina. Anaona mwanae anajidhalilisha hivi, maana mwanae pia ni mtoto wa chifu. Kwa hiyo ana haki zote yani. Amekupa urithi, unataka nini tena? Obina ajali kabisa kuhusu mali. Anachokitaka ni amani baina ya hizi
familia mbili. Unapaswa uende kuwaomba msamaha pia. Sitafanya hicho kitu aslan abadan. Labda nife. Siwezi kuufanya huo upuuzi mimi. Hata hivyo, nimemalizana na hiyo familia. Unaweza kwenda wewe kama ukitaka. Mama ameshajitoa kabisa na hili. Basi bana, Tokumbo akawa anatoka na Zikora. Ni marafiki sana kwa sasa. Lakini kitu ambacho Tokumbo akijui, Zikora ni rafiki wa karibu sana na Obina. Sasa Zikora ni mtumiaji sana wa mitandao ya kijamii. Leo kamwomba Tokumbo kama vipi amfollow kwenye kurasa wake wa Instagram. Akamtajia na jina ambalo analitumia Laziki_Aura. Mwana akakubali licha kuwa hatumii sana Instagram. Mchizi wakati anapitia peji ya Zikora akaona video yake akiwa na Obina. Aliiposti siku ya birthday ya mchizi. Tokumbo ndo akajua sasa kumbe Obina na Zikora wanafahamiana vizuri sana na ni marafiki wa karibu aisee. Akaona hii ndo nafasi ya kuitumia ili amuumize zaidi Obina. Huku Obina anaona maisha ni magumu sana upande wake. Anataka familia ziungane lakini inashindikana. Zikora akamwambia inawezekana kutengeneza amani. Walete pamoja kwanza halafu zungumza nao. Mara Zikora akapigiwa simu na Tokumbo. Mchizi akamwomba kama vipi watoke saa 4 hivi. Bibi akawa amekubali. Nani huyo? Rafiki yangu tu. Bibi akaaga anaondoka hapa licha kuwa alikuja kulala hapa nyumbani. Mchizi anataka kulipa kisasi kwa Obina kupitia Zikora. Akawa anakuja na maua, anamjali kinoma bibie. Leo Zikora akamtambulisha Tokumbo kwa Diane. Basi Diane akawa anachana mikeka tu hapa. Basi bana, Zikora akataka kujua kinachomsumbua zaidi Tokumbo na nini, lakini mwana hakutaka kabisa kukieleza hata kidogo. Kisha wakaendelea kula bata zao tu hapa. Tokumbo ashajua sehemu ya kumpiga mchizi. Sasa akajifanya ni mwema sana ise na amekubali msamaha wa Obina leo. Obina akawa anajua nini Tokumbo amekipanga. Kwa hiyo akawa anafurahia tu kusikia hizi taarifa. Taarifa za kurudi kazini Tokumbo zikamfurahisha sana mama yake. Akasema kuna mtu ambaye atanirudisha nyuma kwenye hili kwa sababu hataki kabisa mali za mzee zitolewe kama msaada. Basi bana, leo ndo siku ya utambulisho hapa. Mwanasheria akaja kumtambulisha Obina mbele ya bodi kama managing director wa kampuni na Tokumbo atahudumu kama executive director. Obina akasema atafanya kazi kwa uaminifu mkubwa ili kuyaendeleza maono ya mzee kwenye hii kampuni na atafanya kazi kwa ukaribu sana na ndugu yake. Tokumbo yeye akasema asanteni sana wajumbe wa bodi kwa ukaribisho huu. Nakubaliana na Obina kabisa. Naamini kuwa hili kampuni lipo tayari kupelekwa viwango vingine tena. Tuseme tu kuwa alichokianzisha Chief William kipo kwenye mikono salama kabisa. Makofi mengi sana yakatembea hapa ndani. Basi bana, Zikora ametoka shopping na Tokumbo hapa. Ilikuwa ni furaha kinomu naambiwa. Akamwambia Diane kuwa ameanza kumpenda Tokumbo kwa sasa. Zikora akasema anatamani Obina muone kama ambavyo anamuona yeye. Diane akasema mwache Obina. Kuna mwanaume mwingine mbele yako ambaye anakufanya utabasamu sasa hivi. Halafu bado unamwongelea Obina tena. Obina akamwomba sana mama yake aende kumwomba msamaha Agnes ili wawe na amani kabisa kama ambavyo ilivyo kwake pamoja na Tokumbo. Angela akasema amwamini kabisa Agnes. Akamtaka mwanae pia awe makini sana na Tokumbo. Sio mtu mzuri yule. Mwana akaendelea kusisitiza amani tu hapa. Zikora leo kaleta kazi ya Obina kisha akasepa. Hataki kabisa maongezi na mchizi. Akasema kila mara akihitaji kuongea na mchizi anampa sababu tu. Kwa hiyo ndo maana hauji tena hapa. Unafikiri napenda kuja sehemu ambayo sihitajiki? Mchizi akasema namjali sana. Lakini tangu aanze kazi amekuwa na kipindi kigumu sana. Zikora hili ikamshtua sana maana kupewa taarifa za Obina kuanza kazi licha kuwa ni marafiki wa karibu sana. Obina akasema anafurahi sana kimuona hapa wakicheka na utani wa hapa na pale, lakini hivi karibuni ameacha kabisa kuja. Mchizi akaomba sana msamaha kwa Zikora kwa sehemu aliyomkosea. Zikora anaona anachukulia kama mtu asiye na faida hivi, kisha akawa amesepa. Kuna kikao Obina anafanya hii leo na wajumbe wa bodi ya udhamini, lakini kuna nyaraka moja ambayo ni muhimu sana kwenye hiki kikao haionekani mpaka sasa. Alipotafuta akaikosa, akawaambia kama vipi wapange hiki kikao siku nyingine. Watu wakawa wamegoma. Mara kaingia Tokumbo na hiyo nyaraka ambayo alikuwa anaitafuta Obina. Washikaji akamsifia sana Tokumbo kuliko Obina, kisha wakaomba waipitie alafu atarejea tena. Umelipata wapi lile faili? Hauko makini, haujui hata wapi nimelikuta. Obina akasema hili faili lilikuwa ofisini kwangu. Au liingia? Tulia kaka, nimeliokoa hili dili na kampuni. Ulisema unaipeleka hii kampuni viwango vya juu. Pambana sasa, nipeleke. Basi bana, mwanasheria leo amekuja hapa nyumbani kwa kina Tokumbo. Akasema kwa kitendo ambacho amekifanya ofisini Tokumbo, bodi ya wadhamini wote wamempongeza sana. Tokumbo akasema anataka kumfanya mzee wake ajivunie yeye. Obina amekuja kumtafuta Zikora hapa nyumbani, lakini Diana akamwambia ametoka date leo. Mwana kahisi kitu kimepita kwenye mwili wake hivi, ni kama ganzi fulani hivi. Labda kuna siku utagundua kuna mwanamke mwingine mzuri kwenye hii nyumba. Ila sawa, mchiza kaaga anasepa. Diane kumba anampenda Obina bana. Huku watu walikuwa nakula bata tu, wanaenjoy maisha kwenda mbele. Zikora akataka kujua zaidi kuhusu Tokumbo. Mchiza akasema mzee wake ashafariki. Kwa sasa naishi na mama yake tu. Hauna ndugu mwingine? Nina kakaangu wa kambo. Hakutaka mchizi kuelezea zaidi ya hapo. Kwa nini unasema hivyo? Tia kasisitiza wapige msosi tu hapa. Kuanzia hapo Zikora hakutaka kuongea kitu na mchizi. Alikuwa kimya tu muda wote. Akasema sababu Tia hataki kusema kuhusu ndugu yake. Tia akasema kuna ndugu wengine ni kama mavampire tu. Kwenye mwili ni binadamu lakini wanasumu vibaya mno. Zikora akasema alizaliwa peke yake kwenye familia yao. Kwa hiyo hajui kero yoyote ya ndugu. Lakini rafiki yake anapokuja kumtembelea, alikuwa akisikia anasema ndugu anakera sana. Lakini alikuwa anaona wivu tu, maana yeye anatamani sana kuwa na
ndugu, lakini kwa sasa na rafiki yako ya kiume ambaye ni kama ndugu kabisa kwake. Akasema sijui kilichopo kati yako na kaka yako, lakini tengeneza kwanza kabla hujachelewa. Kama ni kupoteza sio mimi, utaona Zikora. Alipofika ndani akaambiwa Obina alikuja hapa kumuona. Zikora akasema amechoshwa na mtu ambaye haendani na mwendo wake. Akasema hata akipata mwanamke mwingine yeye hajali lolote lile. Diana akauliza mara mbili, una uhakika na unachokisema? Zikora akasema anachokitaka kwa sasa ni kitanda tu, anataka kupumzika maana amechoka sana. Baada ya uchunguzi kufanyika, ikagundulika kuna ufujaji wa pesa nyingi sana ndani ya kampuni, na mtu aliyeruhusu kutoa hizo pesa alikuwa ni Obina bana. Kwa hiyo mchizi yuko kwenye hatia kubwa sana na hili kampuni. Obina akasema hajahusika na chochote kile, maana nyaraka zote alizosaini pesa zake zinajulikana. Wakasema polisi na mamlaka zitaanza kufanya uchunguzi hapa. Obina akakubali hilo lifanyike, maana ana nyaraka zote ambazo zinahitajika na anajua kabisa yeye hajahusika na lolote. Wakamwambia wakati upelelezi unaendelea, kampuni haiwezi kukubali haribu jina lake, kwa hiyo lazima achie kiti hadi pale ambapo uchunguzi utakamilika, na kwa kipindi hicho chote bodi imeagiza Tokumbo achukue nafasi yake. Obina akawa amekubali bana, akasema ataonyesha ushirikiano wa kutosha kuhusu hili. Basi bana, Obina akaja na hasira kwa Tokumbo hapa. Mwana amekaa ametulia tu anakunywa juisi, unaambiwa anajua kila kitu ambacho umekifanya. Umefanya nini? Nimeamka, nimekunywa chai, nikaenda gym. Unadhani huu ni utani Hivi unajua kampuni ipo hatarini? Tokumbo akasema yeye hahusiki na kusaini nyaraka zozote zile. Kwa hiyo huu ni mpango wako Tokumbo Mpango? Unanipa sifa sana bana. Wewe ndo mjinga uliyesaini bila kufikiria. Kwa nini unafanya haya yote Tokumbo? Tokumbo kuna nyaraka za malipo ambazo alimpelekea Obina zisaini. Mwana akasaini bila kuzisoma kwa sababu alikuwa anamwamini sana Tokumbo. Mwisho Obina amelambwa na imani yake. Hadi hapa bodi imeona Obina hawezi kuiongoza kampuni. Tia amemweka kwenye mfumo, mchizi akawa amekubali kuingia. Hauwezi kuwa sawa na mimi. Hauwezi hata kufuta viatu vyangu tu. Wewe ni mjinga Obina. Tokumbo, niite mjinga tena. Wewe ni mjinga. Tokumbo akala ngumi moja hadi chini. Ugomvi mkubwa kazuka hapa sebleni. Mama akaja kusuluhisha hili swala, maana watu walikuwa wanaenda kuuana hapa. Mama akamlaumu sana Obina kwa kile kilichotokea. Mama akasema alipaswa simamishwe Tokumbo na sio Obina, maana kosa kalifanya Tokumbo. Obina akasema yeye ndo managing director, kwa hiyo lazima simamishwe yeye. Angela kaahidi kulipa kisasi kwa Agnes na mwanae. Angela kaja nyumbani kwa Agnes anafoka vibaya mno. Kila mtu alikuwa anamuona mwenzake kama na makosa, kila mmoja anajisifia kwa upande wake na nini. Agnes anacholaumu aliibiwa mume wake kwa sababu kipindi hicho walikuwa na ugomvi kidogo tu kwenye ndoa. Angel akasema chifu alikuwa anampenda sana. Mwisho Agnes akamtimua Angela hapa ndani, huku Tia anamwambia Zikora kuwa anataka kumuumiza ndugu yake kama ambavyo aliumia yeye. Nini kilitokea kati yenu? Aliniumiza, hautaki kumsamehe? Hata hivyo analipiza kisasi. Hauoni mambo yatazidi kuharibika zaidi kulipa kisasi? Sio kwangu, nataka ajisikie kama ambavyo nijisikia mimi. Zikora hapendi kabisa kufanya kisasi, akamshauri sana mwana asifanye hivyo. Tia akasema alichukua kila kitu kwangu. Sio hivyo, bado unaishi, unapumua, hiyo ni ishara kuwa hajachukua kila kitu kwako. Basi bana, Obina kaja na hasira kinoma na mtafuta Zikora. Diana akamwambia yuko sawa lakini ametoka. Mwana akasema amempigia sana simu ampati. Yuko sawa, umejuaje? Kwa sababu najua aliyetoka naye. Ametoka na nani? Kuna mwanaume amekutana naye, kwa hiyo wanatoka sana siku hizi. Hizi taarifa zikazidi kumchanganya kabisa Obina. Diana akasema unapaswa uendelee na maisha yako tu, maana na mtu mpya sasa hivi. Unaweza kusema kitu kwangu? Obina akawa amesepa. Maneno ya Zikora yakaanza kumuingia Tii sasa. Akaja kumwomba mama yake kama vipi akubali msamaha wa Angela. Lengo ni kuifanya kampuni iwe imara, lakini pia ni kwa ajili ya mzee wao, na hata huu ugomvi hataki tena kwa sasa. Kisha akaomba kama vipi wawape mwaliko kwa ajili ya chakula cha jioni na waje wale kama familia hapa nyumbani. Mama akakubali ombi la Tii kwa sababu anamsikiliza sana mwanae. Basi bana, Agnes akamwita Angela nyumbani kwake. Lengo waongee, wamalize tofauti zao kwa ajili ya chifu, kwa sababu kilichopita hawawezi kukirekebisha. Hizi taarifa zikamshtua sana Angela, akapiga hadi goti, unaambiwa haamini kabisa kama hii siku imetokea tena. Akaomba msamaha kwa kile kilichotokea na nini. Mwisho Agnesi akawaalika kwa ajili ya chakula cha jioni. Angela akaja na furaha kinoma kwa mwanae, akamwambia wamemaliza tofauti zao kwa sasa na amewaalika kwa ajili ya chakula cha jioni. Mwisho akasema ameongea na kamishna ambaye alikuwa ni rafiki yake mzee, kwa hiyo atamsaidia kumaliza kesi yake na atarudi tena kazini kama kawaida. Basi furaha zilikuwa ni nyingi sana hapo unaambiwa. Obina naye akasema leo anataka kwenda kumwomba Zikora awe mpenzi wake. Mama akafurahi kishenzi hizi taarifa za Obina, huku Tii amempa mwaliko Zikora nyumbani kwao. Tii hakuwa na muda wa kupoteza, akamwomba kama vipi Zikora awe mpenzi wake aisee. Zikora naye akupoteza muda, akakubali ombi la mchizi. Ni kama mtu ambaye alikuwa anasubiri kwa hamu sana hizi taarifa na amezipata, kwa hiyo hakutaka kabisa kupoteza muda, akakubali hilo ombi. Noma sana mtu wangu. Zikora akaja kumpa taarifa Diane, alifurahi kishenzi hapa. Wakiwa bado wana furaha zao, akaja Obina naye anataka kuongea na Zikora. Akasema najua nimekuwa mjinga sana, nimekuwa kipofu, tafadhali naomba nipe nafasi, najua unanipenda sana, nipe nafasi nikupende pia. Obi,
Obi, unaongea nini? Kuna mtu nampenda tayari. Mchizi akaendelea kuomba nafasi tu hapa. Zikora ameshaamua hataki tena kusikia kuhusu mchizi. Amezama penzini na Tokumbo. Noma sana mtu wangu. Siku zote mtu akikupenda, mpende hapo hapo. Ukisubiri tu, utajikuta umekosa. Ukimpenda mwambie pia. Yeye ndo ataamua sasa akubaliane na wewe au akukatae. Mambo ya kusubiri na kumuona kama rafiki yako yatakuja kukutokea puani siku moja. Basi bana, muda wa chakula cha jioni umefika. Familia zote mbili zimejumuika hapa. Wanafurahi kinoma kwa sasa. Mara mlango kagongwa. Tia akasema amemwalika mpenzi wake ili waje wapate chakula kwa pamoja. Kila mtu akatamani sana kukutana na mpenzi wa T. Aliyekuwa anaingia alikuwa ni Zikora ise. Ten. Kila mtu akashangaa hapa. Hakuna aliyeamini kumuona Zikora. Macho yanawatoka tu hapa. Unatembea na kaka yangu? Ni kaka yako. Mwana anaenjoy kulipa kisasi. Kwa hiyo, huu ndo mpango wako sio? Hii ndo mipango yako ya kulipa kisasi Sio hivyo. Obina akashukuru kwa chakula kisha akawa amesepa. Zikora naye akaunga. Nini kinaendelea mwanangu? Uliniambia niwasamehe kaka yako na mama yake. Kumbe mpango wako ulikuwa ni kuwadhalilisha na huyu msichana ambaye hana hatia kabisa. Mama, unajua sio vizuri kula huku naongea Mchiza na enjoy tu hapa. Obina hakutaka kabisa kuongea na Zikora tena. Akamwambia aendelee na mtu wake. Zikora akamlaumu sana mchizi, yeye ndo amesababisha haya. Angekubali kipindi kile amemwambia, basi haya yote asingetokea. Zikora akawa ni mtu wa kulia tu na mbiwa. Hajawahi kumuona Obina akiwa na hasira kama vile. Diana akawa ni mtu ambaye anamfariji tu mwanae hapa. Huku Obina machozi hayaishi. Mama anamfokea kishenzi mwanae. Hataki mwanae awe dhaifu kwa sababu ya mwanaume mwingine. Kwa nini usipambane? Nilifikiri unampenda. Nenda kapambanie penzi lako wewe. Obina akasema hataki mapambano tena. Mama akamtaka aende akapambanie penzi lake huko. Obina akasema moyo wake huko kwa mwingine. Anampenda na hana cha kufanya tena. Umesahau huyo msichana alikuwa anakukimbilia analia. Alikuwa anafanya kila kitu kwa ajili yako. Kama angekuwa kupendi, asingefanya hivyo. Sijamlea mtu muoga mimi. Sijalea mtu dhaifu au mtu wa kushindwa kila mara. Bora uamke ukapambane huko. Nenda kapambane. Mchizi hataki kabisa kuondoka. Unampenda au? Ndiyo, nampenda. Haya, amkuende. Mama amechachuka kwenye penzi la mwanae. Huku T amekuja kuongea na Zikora. Amekuja kumuomba msamaha kwa kile kilichotokea na nini. Zikora akasema, umenitumia, umezichezea hisia zangu ili kutimiza lengo lako. T akasema alikosea. Kisasi sio haki kama ambavyo yeye alisema. Alitaka waumize ili na wao wahisi kama ambavyo yeye alihisi. Lakini alipokutana naye tu, kila kitu kilibadilika. Anampenda sana bibie kwa sasa. Unanipenda kweli? Maisha yangu yote. Nakupenda sana yani. Nitafanya chochote kukuhakikishia hilo. Mchizi akiwazaka ametulizana hapa. Akaja Zikora anataka kumomba msamaha Obina. Huu sio wakati mzuri. Samahani kwa kila kitu. Samahani kwa namna ambavyo mambo yalivyotokea. Mara Diana akatokea chumbani kwa Obina. Diane, unafanya nini hapa? Akajua tu tayari wamemaliza kazi. Maana nguo ambayo amevaa juu Diane ndio nguo hiyo ambayo ameivaa chini Obina. Diane baada ya kuona Zikora yuko na T, na yeye akajiangusha kwa Obina. Chagua wewe sasa. Uzimie au uendelee kushuhudia mahaba. Utajua wewe. Leo T amekuja kumtafuta Zikora kwa sababu amempigia sana simu zake ampati. Zikora na mawazo kishenzi yani. Akasema Diane yuko kwenye penzi na Obina. Kwa mchizi ilikuwa ni shega tu. Lakini Zikora anahisi amesalitiwa hivi. Unampenda Obina? Ndiyo, lakini sio kwa aina hiyo. Obina ni familia yangu na Diana amenizunguka. Kama kungekuwa na kitu, wangeniambia kwanza. T akamwambia kama nataka Obina awe na furaha, basi anapaswa kwenda kumuomba msamaha. Zikora pia akamtaka Tia muombe msamaha Obina. Kweli bana, Tia akaja kumuomba msamaha Obina kwa kila kitu ambacho alimfanyia, kuanzia ofisini hadi kwa Zikora. Mwisho Tia akakubali kuachia kiti ofisini ili Obina arudi tena kwenye kiti chake. Unampenda Zikora? Kwa moyo wangu wote. Nilipokutana naye sikujua kama una mahusiano naye. Mwisho Tia akamuomba Obina na mama yake wahamie nyumbani kwao waishi pamoja. Obina akasema atalifikiria hilo. Wakatengeneza urafiki hapa, rasmi undugu merejea na hakuna chokochoko yoyote tena. Penzi la Diane na Obina likazidi kupamba moto mtu wangu. Familia imekuwa na umoja sasa, furaha ni nyingi sana. Hata mzee huko alipo naamini ana furaha baada ya kukiona hiki ambacho alikitaka kukiona kwa muda mrefu. Leo T akapiga goti kumuomba Zikora awe mpenzi wake rasmi. Na huo ndio kwa mwisho tambala hili mtu wangu, linaitwa Step Aside. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.